to God. Hallelujah. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa, siku ya furaha. Mungu anatupenda, na hivyo siku zote napenda kuzungumza na sisi kwa sababu anatupenda na sisi ni watoto wake. Nao Mungu yuko tayari kuongea na wewe, kaa tayari kusikia kutoka kwake. God has something for you. Karibu katika kipindi chetu pendwa cha Moment of Transformation with Pastor Anna. Karibu sana. Nao Mungu anaendelea kuzungumza. Hallelujah. Kuwa tayari kwenye moyo wako, kuwa tayari kwenye akili yako. Mungu amekuwa akizungumza na sisi kwa habari ya roho ya mwanadamu iliyoungana na roho yake na faida zitokanazo na mambo ambayo Mungu amewekeza katika roho zetu. Tumekuwa tukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 16, ambapo tumeona kwa ufupi kabisa mambo ambayo Mungu ametukirimia, mambo ambayo Mungu ametupa, ametufunulia kwa roho wake. Haya mambo yalikuwa siri, macho wengine hayaoni, masikio wengine hayasikii, wala hayajaingia kwenye moyo wa mwanadamu, lakini Mungu ametufunulia sisi hayo mambo kwa roho wake Mtakatifu. Na akasema haya mambo aliyotufunulia ni hekima, ni hekima ya Mungu. Na akasema kwamba hii hekima ya Mungu tunainena katika siri. Nami nikakwambia kunena hekima ya Mungu katika siri maana yake ni kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha unanena hekima ya Mungu. Unaponena kwa lugha unanena yale mambo ambayo Mungu amekukirimia. Mungu aliyapanga juu yako, akadiposi kwenye roho yako, anasema nayo tunayanena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ametufunulia sisi kwa roho wake. Kwa sababu roho wake uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Ukiangalia mstari wa 10 pale, anasema uchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Kwa sisi tuliopokea roho wake, tumepokea makusudi tuweze kujua hayo mafumbo ya Mungu. Hajaishia kwamba tunajua, akasema tunayanena kwa maneno yanayofundishwa na Roho, kwa maneno yanayofundishwa na Roho, tukitafsiri, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Haleluya. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ilivyo ni muhimu kwa wewe kunena kwa lugha, kwa sababu unaponena kwa lugha unanena mambo ambayo umekirimiwa na Roho Mtakatifu. Unanena mambo ambayo Mungu alikuwekea, zile baraka, ule ubadae wako, ile destini yako, makusudi ya Mungu, mapenzi yako ambayo ameyaweka tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia, amekuwekea katika roho yako. Unaponena kwa lugha unayanena hayo. Haleluya. Unayanena hayo. Maana yake usiponena kwa lugha hauyaneni, na kama usipoyanena hayatadhihirika katika maisha yako, hayatadhihirika. Nao Biblia inatuonyesha kwamba mwanadamu alipungukiwa na utukufu. Wote wametenda dhambi, hivyo wamepungukiwa na utukufu. Kwa ule utukufu uliopungua, Mungu alikusudia kabisa tu upate, na ulishakuja kwa njia ya Yesu Kristo. Sasa unatakiwa udhihirike katika maisha yetu. Tofauti kabisa watoto wa Mungu nowadays, siku hizi utukufu wa Mungu haudhihiriki. Wanatembea kwenye viwango vidogo, wanatembea kwenye uchache, wanatembea chini ya kiwango. Hawadhihirishi ule uzuri wa Mungu katika maisha yao. Hawaachieve vile vitu ambapo Mungu ameshawapa tayari. Sometimes hawavijui kabisa. Kwa hiyo unakuta watoto wa Mungu wanaoperate chini ya kiwango, wanakuwa ni watoto waliojaa huzuni, wanakuwa ni watoto waliojaa wasiwasi, wanakuwa ni watoto waliojaa sintofahamu, kwa sababu wanaoperate chini ya kiwango. Why? Kwa sababu wameignore kunena kwa lugha. Wamechukulia kiwepesi kunena kwa lugha katika maombi yao. Kwa hiyo unakuta watoto wengi hawaneni kwa lugha. Watoto wengi wa Mungu hawaneni kwa lugha, na hata wanaonena kwa lugha hawaneni kwa lugha vya kutosha, na hata wengine hawaneni kwa lugha kabisa, hawaneni kwa lugha kabisa, kwa sababu ya mapokeo waliopokea au taarifa walizonazo kuhusiana na kunena kwa lugha. Wengine wanasema ilikuwa ni kwa sababu ya kunena kwa lugha ilikuwa ni kwa sababu ya mitume tu wa Bwana Yesu. Kwa hiyo unakuta mnajilimiti wewe mwenyewe. Usiponena kwa lugha unakuwa huneni yale makusudi ambayo Mungu amekupa katika maisha yako. Unakuta wengine hawaneni kwa lugha kwa sababu waliambiwa kwamba ukinena kwa lugha unajua unatakiwa ujiangalie, ujicheki. Unaweza ukawa unanena si lugha inayotoka kwa Roho Mtakatifu, unaweza kuwa unanena roho nyingine. Kwa hiyo mtoto wa Mungu anakuwa anajishtukia, sasa hivi nikiwa nanena kwa lugha, nitakuwa nanena kwa lugha labda kwa maroho ya ukoo wetu. Labda atakuwa sio Roho Mtakatifu ndani yangu. Wengine wanachekiwa kabisa hata katika kanisa, anasikilizwa.
Ananena kwa lugha kwa roho gani? Kwa watoto wa Mungu anakuwa na woga. Mtoto wa Mungu anakuwa haiko free katika nyumba ya Bwana, anakuwa haiko free katika ibada, haneni kwa lugha. So kule kwa kutokuwa na ufree wake inamsababisha asipate kudhihirisha vile vitu ambavyo tayari Mungu alishamkusudia katika maisha yake. Nao mimi leo nataka nikuoneshe, unatakiwa unene kwa lugha, tena vya kutosha, tena vya kutosha. Nitakuonesha tunapozidi kuendelea huku how important it is. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unakuta kwa sababu ya kuto kunena kwa lugha, haya mambo ambayo tayari Mungu amekukirimia, haya baraka tayari Mungu amekupa, haya makusudi tayari Mungu amekupa, hayafanyi mzizi katika moyo wako, hayaweki mzizi katika moyo wako, hayana cement, hayana base. Kwa hiyo unajikuta watu wengi wa Mungu wanakuwa na mindset au mtazamo wa kitumwa, anakuwa na mtazamo wa kujihukumu. Si maombi ya watoto wa Mungu nowadays, anakwambia Mungu Baba, ninakuja mbele zako katika jina la Yesu. Si ninakuja mbele zako katika jina la Yesu. Hii ni kwa sababu ya kutofahamu. Mungu ameshasema kwamba nipo pamoja na wewe mpaka mwisho wa dahari, lakini unapoanza kuomba ambia Mungu, ninakuja mbele zako katika jina la Yesu. Sasa where are you? Where are you? Hukumu au siku vingine, lakini nakuonesha tu kwa nini. Kwa sababu huja take time ya kunena kwa lugha, ikasema tukajua kabisa kwamba Mungu yuko na mimi muda wote. Kwa muda wote nikitaka kuomba, I'm just communicating with God. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareth, hai, unaendelea. Si wengine unakuta ameshaenda kwa jinsi ya kujihukumu. Mungu Baba, katika jina la Yesu nipokee mimi mwanao ambaye sifai mbele zako. Mimi mkosaji kabisa. Mimi nisiyefaa, mimi mkosaji. Kwa nini? Kwa sababu uneni kwa lugha. Kwa hiyo yale makusudi ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako, ambaye nilikutakasa, nalikuosha, nalikuita mtakatifu, haijaweka mizizi katika maisha yako, haijaweka mizizi katika maisha yako. So unakuta maombi yako ni beggar life, ni maombi ya kujishtukia, kujihukumu na kuhukumu wengine. Kwa sababu gani? You don't take time to speak in other tongues. Praise the Lord. Sasa ukichukua muda ukanena kwa lugha, utashangaa ni ujasiri. Utashangaa unatembea katika mapenzi. Unajua mimi ni mtakatifu wa Mungu, si kwa matendo. Mimi tayari nilishatengwa. Mimi ni mtakatifu, na you walk like that. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa wasiwasi unakuondoka, mtoto wa Mungu. Imani ambayo Mungu alishazungumza, kwa yale mambo ambayo Mungu alishazungumza katika maisha yako, unayachukulia kwamba ni lifestyle. Ni lifestyle. Uyachukuli kama ni hope. Hauyachukuli kama ni maisha ambayo ninaenda kuyaishi baadaye. You see them with the mind of God. Utaona kwa akili ya Mungu kwamba ninayaishi nao. Kwa maombi yako yanakuwa ni maombi ya kifalme. Maombi yako yanakuwa ni maombi ya kikuhani. Unajiamini mbele zake. Hakuna baba ambaye anatamani mtoto wake anapoongea naye ni wa kutetemeka. Mtoto ambaye anamuona baba kama ni chui au simba. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Lakini this will only happen pale ambapo uta take time, utachukua muda wa kutosha kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Si utasema kwamba naongelea tu kunena kwa lugha. Ngoja nikuoneshe kitu ambacho Mungu ali-emphasize na kitu ambacho Mungu alikifanya kupitia neno lake. Twende kwenye kitabu cha kwanza mstari wa 6 mpaka wa 7 pale. Utaona Yesu aliwaambia nini wanafunzi wake. Basi mstari wa 6. Walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudishia Israeli ufalme?" Akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini," mstari wa 8, "lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote." Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Yesu alikuwa anawaambia kwamba mtapokea Roho Mtakatifu. Ukishapokea Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu mtapokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi. Nao baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yao, nini kilitokea? Twende sura ya 2.
Twende sura ya 2 tuanzie mstari wa 1 mpaka wa 4. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Praise the Lord. Roho Mtakatifu akaja. Biblia inaonyesha akaja kama uvumi wa upepo, akajaza nyumba yote. Alikaa juu yao kama ndimi za moto. Nao kilichotokea, wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Kama basi Roho Mtakatifu alivyokuja, alivyokaa juu yao, angesema basi wakadondoka, angesema basi wakatetemeka, lakini akasema wakaanza kunena kwa lugha nyingine, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. So unaona kabisa kwamba importance ya kuongea kwa lugha imeanzia hapa. Ni baada ya mtu kupokea Roho Mtakatifu. Ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo au watanena kwa lugha mpya. Kunena kwa lugha mpya. Kunena kwa lugha mpya ni kwa kila Mkristo aliyeokoka, kwa kila mtoto wa Mungu aliyeokoka. Na the importance ni kwamba makusudi tupate kuyaongea yale ambayo Mungu alishayaweka, yale ambayo Mungu alishayakusudia katika maisha yetu. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa hiyo usichukulie kunena kwa lugha kiwepesi. Usichukulie kunena kwa lugha kama ni just it is. Chukulia kwamba ni muhimu, na nenda kwa lugha kweli kweli wakati wa maombi yako. Hallelujah. So now tumuone Paulo tena. Nini alichokuwa anafanya? Nini alichokuwa anafanya? Twende kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Kwa sababu huyu ndio amekuja kuintroduce hili somo vizuri sana. Especially kwenye hiyo chapter ya 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Mstari wa 14 actually. Twende pamoja pale Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Sura ya 14. Twende tu mstari wa 14. Kwa muda wako utasoma chapter yote. Anasema, maana nikiomba kwa lugha, nena kwa lugha. Anasema roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Bwana Yesu asifiwe. So anasema Paul hapa kwamba mimi nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Kwa nini alikuwa anasema roho yangu huomba alafu akili zangu hazina matunda? Alikuwa anakuonesha jinsi gani ambavyo akinena kwa lugha akili zake zinakuwa haziko into action. Yani hategemei akili zake. Actually unaponena kwa lugha ni automatically tu roho yako huomba, lakini akili zako zinakuwa hazina matunda. Kwa sababu gani? Bwana alisema yeye mwenyewe, akasema wala msizitegemea akili zenu mwenyewe katika mambo yenu yote, mtumaini yeye naye atanyosha mapito yenu. Sasa umtumaini yeye kivipi? Unamtumaini yeye kwa mambo ambayo tayari ameshakupa, kwa mambo ambayo tayari amesha invest in your spirit, vitu ambavyo tayari ameshaweka katika roho yako. Now mambo aliyokukusudia anasema tunayanena, anasema tunayaongea, si kwa lugha za wanadamu, bali kwa lugha tunayofundishwa na Roho Mtakatifu, tukiyatafsiri mambo ya rohoni kwa lugha za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wao anasema imekuwaje basi? Mstari wa 15 anasema imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Paulo huyu anasema imekuwaje? Mimi nitaomba kwa roho. Maana yake anasema katika maombi yake yote alikuwa anaanza kwa kuomba kwa roho, alikuwa anaanza kwa kunena kwa lugha. Akishanena kwa lugha ndio anafuata kunena kwa maneno ya kawaida kwa akili pia. Praise the Lord. Hii ndio ilikuwa siri yake. Angalia mstari wa 18. Mstari wa 18 anasema, namshukuru Mungu kwa kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Na sisi wote tunajua kabisa kwamba Paul ni mtume ambaye alifanikiwa kuliko mitume wote wa Yesu. Pamoja na kwamba mitume wengine walikaa na Yesu, lakini Paul alifanikiwa. Paul ndio ameipeleka injili kwa mataifa kwa ukubwa zaidi yao. Haleluya. So na wewe take advantage ya kunena kwa lugha ili ukafanye mambo makubwa. Take advantage ya kunena kwa lugha ili akili zako zisiende sana into operation, bali roho yako, vitu ambavyo Mungu amesha invest in your spirit viende into operation,
vikafanye kazi kudhihirisha yale mambo ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako yadhihirike. Ndipo ambapo utatembea katika utukufu, ndipo ambapo utatembea katika neema zitaonekana katika maisha yako, ndipo ambapo utatembea katika viwango ambapo Mungu amekuumbia utembee, ndipo ambapo utaona baraka za Mungu zikimanifest katika maisha yako. Haleluya, praise the Lord, haleluya, haleluya. Yale ambayo Mungu amekukusudia, yale ambayo Mungu amekukirimia, ameyaweka katika roho yako, na alipoyaweka katika roho yako, Biblia inasema tunayanena, si kwa maneno tufundishao na wanadamu, bali tufundishao na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoyanena, kumbuka, yanatokea, yanadhihirika. Haleluya. God bless you till next time. Usiache kuangalia kipindi hichi, so interesting.